Talki ni mwanangu, sio mwanangu tu, ni mwanangu wa kumzaa. Mimi na wewe tumefanya kazi nyingi sana. Nahitaji unisaidie kumpata Talki. Unachokiongea bado mimi sijakuelewa. Hivi ni Talki yupi ambaye unamzungumzia wewe? Aliyakuwa hapa mtani kote tunafahamu mamake Talki ni nani. Alafu wewe mtoto wako Selisha fariki? Na alikuwa ni wa kike. Hivi unataka kuniambia ulikuwa na mtoto kabla? Hayo maswali unaoniuliza bado mapema sana. Utakavyoifanya kazi yangu kwa ukamilifu, basi hayo majibu yote nitakupatia. Kwa sasa hivi bado mapema sana. Alafu una wasiwasi wa nini? Mbona kwenye hii kazi yupo Shamte tena muda mrefu mpaka sasa na bado anafanya? Wewe unaogopa nini? Mbona unalazimisha sana shangazi awe baba? Aliyakuwa tayari yeye ana matiti. Ashura, sikiliza. Wacha nikafikirie upya. Alafu nitakupatia jibu. Sawa. Nakutegemea sana katika hili. Usiniangushe. Sawa? Baadaye basi. Hivi huyu Ashura ni mara ngapi ni mshauri? Kama anavyoona ugumu wa kwenda kuzungumza na mama Talki, ndivyo ninavyoona ugumu wa huku tunapoelekea, kwa sababu haiwezekani eti tumchukue tu mtoto kinyume na utaratibu. Hii haijakaa sawa, tena haijakaa kitaalamu. Mimi nafikiri njia nzuri ni yeye kwenda kuzungumza na mama Talki. Kama walilianzisha hili jambo kwa pamoja, basi inatakiwa walimalize kwa pamoja. Lakini kama kila mtu anataka alimalize kwa namna yake, litawagharimu sana. Lakini unakuta Ashura amekuwa mbishi sana. Dada yangu amekuwa mbishi kushindwa kuelewa kabisa. Sijui anaamini katika nini. Itabidi nizungumze naye mara ya mwisho sasa. Na kama itakuwa ngumu kunielewa, hili jambo nimwachie mwenyewe. Hii haijakaa sawa, tena haijakaa kitaalamu. Itatufedhehesha hii kama familia, lakini pia itazua migogoro mingi sana. Hili jambo linagusa uhai. Natumaini majibu mazuri kutoka kwako. Sasa sijui umefikia wapi? Nimefikiria sana kwa kina, hivyo nimeridhia kuifanya kazi yako. Lakini kabla ya kuanza kuifanya, nahitaji unikutanisha na mtu ambaye ameanza kuifanya kabla. Then nijue ameishia wapi, ndipo tuanzie hapo kuifanya. Basi kesho mapema nitakukutanisha naye ili tujue tunaanzia wapi. Maana natarajia kusafiri na sitaki kuondoka bila kumpata yule mtoto, kwa sababu anateseka sana.
Unajua unaponitajia kuwa yule ni mwanao unanifikirisha sana. Anateseka. Okay, fine. Nitafanya hivyo. Sawa. Basi Mungu akijalia kesho. Sawa, mimi nashukuru sana. Nikutakia wakati mwema. Aya, karibu. Shukrani. Ashura toka amerudi hajaja nyumbani kwangu, na sio kuja tu nyumbani kwangu, yaani hata simu hajanipigia. Namjua, lazima atakuwa anafanya kila aina ya mbinu ili kumpata mtoto, na mbinu atakazozitumia lazima zitagharimu maisha yangu. Nitawaambia nini familia yangu, hasa mume wangu? Hapana, hapa lazima nikae naye chini nimwelekeze, ili haya mambo yaishe kwa wema tu, na wala sio njia ambazo anataka kuzitumia, kwa sababu zitatugharimu wote. Alafu kingine, niache tu kumtesa yule mtoto, kwa sababu inakuwa haina maana tena. Ngoja niishi naye vizuri. Pia natamani kuendelea kuishi naye, kwa sababu ni kama mwanangu tu. Hapa nitakaa chini na Ashura, nitamwelekeza kila kitu, aelewe jinsi nilivyokuwa najisikia na ajue mabadiliko yangu. Kama itashindikana, itabidi nimkabidhi mwanaye, lakini kwa njia ambayo itakuwa ni sahihi, haitoniletea madhara mimi wala yeye. Lazima nikae naye chini. Maisha haya sema sio kesi, yataisha tu, na imani tutayamaliza. Dada, mi nimekaa nimetafakari, nimeona bora ukazungumze na mwenzio, na maanisha Mama Tariki. Nafikiri hiyo ndio itakuwa njia sahihi kuliko hii ambayo tunataka kufanya, kwa sababu kuna serikali, kuna majirani, lakini jamii nzima kwa ujumla haiwezi kuamini hicho unachokizungumza wewe. Just imagine, tumefanikiwa kumchukua mtoto na Mama Tariki ameripoti kwamba mwanaye amepotea, na ikabainika sisi ndo tumemchukua. Unahisi mahakama unaweza ukaiambia kwamba yule ni mwanao na ikakuelewa? Ni bora ukazungumze naye, na imani nyinyi wanawake mtaelewana. Lakini tukifanya vile ambavyo tunahitaji kufanya, sisi tutakuwa ni watekaji kama watekaji wengine. Kaka, kuzungumza na Mama Tariki sio rahisi kama unavyofikiria. Sijaanza kumjua juzi wala jana kaka. Mama Tariki ni mtata vibaya. Alafu nilishakwambia mimi niliondoka bila maelewano na Mama Tariki. Yaani kulikuwa hakuna maelewano kabisa. Na hata nilivyokuwa nampigia simu alikuwa hapokei kabisa. Na hata akipokea alikuwa ni ananitukana, yaani ni matusi tu. Sasa kama
kuongea na mama Tariki sio rahisi kama ninavyofikiria. Ndivyo ilivyo, hata kumchukua mtoto wake bila makubaliano sio rahisi kama unavyofikiria. Walinena waneni, kula na adui yako, lakini usiruhusu akupikie. Nenda ujaribu kuongea naye ili tujue kwamba atakubali au atakataa, na hapo ndipo tutakapopata mwanzo sahihi, lakini sio hivi ambavyo tunataka kufanya. Trust me. Sawa kaka, nitalifanyia kazi hilo. Naomba ufanye hivyo, utakuja kunishukuru. Sawa, nimekuelewa. Shikamoo mama. Sasa kwa nini? Wewe, mimi nilikuzuia nini wewe? Wewe si nilikwambia hamna kwenda shule? Haya, kimekupata nini? Kwa hiyo, mmechukua na mama mkubwa nyumbani kule, mmeshawishiana akakwambia uende shule seti. Hivi, anafikiri mimi nilifurahi yeye kukuchukua pale? Nilienjoy. Kwa taarifa yako baba, sijafurahia wala sijaenjoy na sijataka kuchukue pale. Ni vile tu nilikuwa nampima akili zake. Kumbe chizi taira hajielewi. Wewe, mwisho na mwanzo kukuona unaenda shule. Alafu kaandae vikolokolo vyako vyote. Sawa? Na kuja kukuchukua nikurudishe nyumbani. Alafu kingine, wewe hujazaliwa kwa ajili ya kuenjoy. Hujazaliwa kwa ajili ya kufurahia maisha. Sawa? Wewe umezaliwa kwa ajili ya kuteseka. Na utateseka mpaka siku ya kifo chako. Usinitumbulie jicho utafikiri marehemu mimi. Nenda kachukue vitu vyako kule, andaa kila kitu nakuja kukuchukua sasa hivi. Tumeelewana? Mshenzi wewe. Sasa kwa nini? Ashura, najua sababu gani ilokufanya uje huku, na ninakujua vizuri sana na kuelewa. Utakuwa unatumia kila aina ya mbinu ili kumpata mtoto. Sasa kama tulianza vizuri mimi na wewe, kwa nini tumalize vibaya? Okay. Naelewa utakuwa unasikia maneno mengi sana kuhusu mimi kumtesa mtoto. Ni kweli nilikuwa nafanya hivyo.
na nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu ya uchungu wa mwanangu, kumbukumbu ya mwanangu. Kila nikikumbuka napatwa na hasira, na mimi pia na nyongo, binadamu, nadhani unaelewa. Lakini kwa sasa sifanyi hivyo, na sifanyi hivyo baada ya kugundua kuwa namkosea yule mtoto, kwa sababu yeye hajui chochote kile. Na baada ya maneno mengi ya watu wengi, nikaamua tu nimpeleke kwa mama yake mkubwa. Kwa sasa yupo kwa mama yake mkubwa na anasoma. Hivyo basi, nilikuwa nakuomba tusimchanganye yule mtoto, tumwache asome. Akiwa mkubwa tutamwambia kila kitu, nadhani tutamwelekeza na ataelewa tu, ila kwa sasa tumwache asome kwanza. Alafu kingine nikuombe unipe muda mimi niongee na familia yangu, niongee na mume wangu, nimwelekeze kila kitu tulichokifanya, then nikukabidhi mwanao. Najua itakuwa ngumu sana wao kunielewa mimi, lakini itawabidi wanielewe kuliko hiyo njia ambayo ulikuwa unataka ukitumia wewe. Ingetukosti, huenda sio kwa upande wako, kwa upande wangu, lakini ingenikosti. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba niache mimi niongee na familia yangu, sana sana mume wangu, nikae naye chini nimwelekeze kinaga ubaga, hatanielewa tu mama yangu. Lengo langu halikuwa kuja kumchukua mtoto, ila kinachoniuma mimi ni kusikia wewe unamtesa mtoto. Alafu kama umeamua kuyaweka haya mambo sawa na utaishi na mtoto vizuri, sioni kama kuna haja ya kumwambia mumeo au familia, watu wengine. Mimi naona tu tuishi kama tulivyokuwa tunaishi awali. Okay, ni sawa, lakini pia mimi nikuahidi kutoka ndani ya moyo wangu, utakuja kusikia maneno yoyote yale kumuhusu mtoto. Yaani wewe unakuwa na amani kabisa. Basi sawa, mimi sina shida kabisa. Na wewe unaondoka lini? Hapo kwenye kuondoka nahisi kesho au kesho kutu. Sasa kwa nini? Mbona mapema sana? Maana yake wewe hata hapa kwangu kuwahi kufika ni baada tu mimi kukupigia simu ndio umekuja. Hivi sidhani kama ungefika. Unajua una kisirani sana wewe. Bana wewe baki kidogo bana. Unajua hizi kazi zetu za kuajiriwa, yaani unakuwepo kama mfungwa. Kweli bana. Kweli, lakini pia hata ukiondoka, unatupigia hata simu. Ujue mtoto tunabaki naye mmoja tu, na huyo ndo mtoto tunahitaji malezi yetu sisi wote. Lakini wewe ukiondoka leo hata simu upigi. Nitafanya hivyo, ila kwa awali ilikuwa ngumu sana. Bado achane nayo. Aya.